Wanawake wengi ukimuuliza swali anakuambia na mzunguko wa siku 3 dokta, na mzunguko wa siku 4. Leo nimekuletea jinsi ya kufahamu mzunguko wako. Nimekuletea mfano hapa. Mfano mtu mfano mwezi wa 7 mtu alipata period tarehe 2 ya mwezi wa 7 ambayo ni hii hapa. Ikaenda akaja akaona damu tena tarehe 29. Sasa huyu mtu akaona damu tarehe 29. It means that hii tarehe 29 ya mwezi wa 7 ameanza mzunguko mwingine. Aliona damu tarehe 2. Kwa hiyo ili kufahamu mzunguko wake anaanza kuhesabu hapa. Anahesabu 1. Anaenda anakuja anaishia hapa. Hii hatuihesabu kwa sababu ni mzunguko wa mwezi mwingine ameingia, wanakuja kuishia hapa. Ukiishia hapa manake unajua kabisa kwamba wewe una mzunguko wa siku 27. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi ili iwe rahisi wewe mwanamke kutrack siku zako za hatari na kufanya timing zile siku za ovulation ili uweze kubeba ujauzito. Usiseme kwamba na mzunguko wa siku 3, siku 4, siku 5. Hizo ni siku ambazo una bleed, sio mzunguko. Kwa hiyo namna ya kufahamu mzunguko wako, au anza kuhesabu ile siku ambapo uliona damu na ile siku ambapo ukaona damu tena. Kwa maana yake hii unaiondoa, unarudi nyuma. Kwa unafanya mahesabu na unajua kabisa kwamba mfano kama huu ana mzunguko wa siku 27. Hii itakusaidia kutrack siku zako za hatari. Kivipi? Kwa sababu unapokuna mfano huyu ana siku 27. Hizi siku 27 ukitoa 14 zinabaki siku 13 kwenye mzunguko wake. Yaani kwa mfano siku ya 13 toka tarehe 2, kwa mfano kama hapa 1, unaweza kuhesabu hapa 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kuna 1, kuna 2, kuna 3. Hii siku ya 13 ndio yai linashuka. Unaona? Kwa hiyo siku yai linashuka siku 3 nyuma na siku 2 mbele. Hizo zote ni siku za hatari kiasi ukishiriki tendo inakutengenezea urahisi wa kubeba ujauzito. Kwa hiyo usiseme na mzunguko wa siku 2 wala 3, hapana. Mzunguko ni pale ambapo uliona damu na ambapo unakuja kuona damu lini. Hiyo itakusaidia kujua mzunguko wako wa siku umekaeje. Kiwa umependezwa na video hii, share kwa rafiki umpendaye, lakini pia kama hujaelewa acha neno kwenye comment section sijaelewa ili nikuelekeze.